Bwana hasifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuende tuone kwenye Biblia kwa habari ya hizo ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu zikoje? Tunaweza kuona moja kwa moja kwenye Biblia. Lakini kwenye Biblia hii, Biblia imeandika ahadi za Mungu. Tumeahidiwa ahadi za Mungu karibu mara 7,000 na zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Fikiria karibu mara 7,000 na zaidi. Haiwezekani katika 7,000 zote mtu wa Mungu kakosa hata moja. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuna ahadi ambazo zimeandikwa kwenye Biblia zaidi ya 7,000. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hizo 7,000 siamini kama mtumishi wa Mungu uliokopo mahali hapa ukakosa mojawapo au 2 au 3, kitu ambacho hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Lakini tutaenda kuangalia kwa nini hatuwezi kuzipokea wala kuzipata na kati Mungu ameahidi. Hebu tuone Biblia inavyotuambia kwenye maeneo fulani tofauti tofauti kwa habari ya ahadi za Mungu. Haleluya. Ukisoma katika Wakorinto wa pili, kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wakorinto, Wakorinto wa pili na ile sura ya 20. Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Wakorinto wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba nisome Wakorinto wa pili. Nifikiri huko kuna kitu kinaendelea. Okay, basi nitasoma. Wakorinto wa pili sura ya kwanza na mstari wa 20. Inasema hivi: maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema maana ahadi zote, yani zote, sio baadhi. Imesema maana ahadi zote za Mungu. Alafu anasema zilizopo katika yeye ni kweli. Kwanza ahadi zote za Mungu, afu zilizopo katika yeye, hizo ahadi Biblia inasema ni kweli. Maana hizo ahadi Mungu alizotuahidi ni za kweli na za uhakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na anaendelea kusema tena, kwa hiyo katika yeye ni amina. Haleluya. Amina maana yake na iwe hivyo. Ina maana hizo ahadi na ziwe hivyo katika maisha yetu. Hizo ahadi Mungu alizosema na ziwe hivyo, mpendo, katika maisha yako. Hiyo ahadi Bwana aliyosema na iwe hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni kweli na amina. Haleluya. Ina maana hazidanganyi. Ahadi za Mungu hazidanganyi. Ina maana Mungu akisema amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kupindisha yale aliyofanya nini, aliyoyasema kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni ahadi za Mungu. Inawezekana tunazo ahadi za binadamu na hizo ahadi hatujaziona kwa sababu hao ni wanadamu, lakini Mungu sio mwanadamu hata siku moja. Akisema amesema. Akisema ndio itakuwa, amini kwamba itakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Anasema kwamba ndio tena, kwa hiyo katika yeye ni amina, Mungu apate kutukuzwa katika sisi, kwa sababu ni kweli na amina, ili Mungu apate kutukuzwa kwa ajili ya sisi. Ina maana ahadi za Mungu zinapotimia kwenye maisha yetu, Mungu anatukuzwa. Haleluya. Ahadi ya Mungu inapotimia kwenye maisha yako, ina maana Mungu anatukuzwa katika hiyo ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimesema mwanzoni, ahadi za Mungu ziko karibu 7,000 na kitu ukisoma kwenye Biblia, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo.
Kuna watu huwa wanasema kwamba kwenye Agano Jipya hakuna ahadi. Nataka nikuambie kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya ziko ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hata kwenye Agano Jipya zipo ahadi. Kwenye Agano la Kale zipo nini? Zipo ahadi. Na zote hizo kwa sababu zimetokana na Mungu, hizo ahadi ni za kweli. Hizo ahadi ni za nini? Ni za kweli. Tena anasema tena ni amina. Maana yake na iwe hivyo. Mungu akisema nitakuponya, ina maana ni ahadi yake ni amina. Na iwe hivyo, uponyaji lazima uwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akisema nitakubariki, maana yake ni iwe hivyo, lazima ubarikiwe. Mungu amesema nitakuinua, ahadi yake kwa sababu ni kweli na amina, na iwe hivyo, lazima utainuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ahadi zake ni kweli, kwa sababu ahadi zake ni amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni Biblia imesema. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma Zaburi 89 na ule mstari wa 34. Zaburi 89. Zaburi 89. Biblia inaongeaje kwa habari ya ahadi za Mungu? Zaburi 89 na ule mstari wa 34. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kama kuna mtu anaweza kusoma, angeweza kunisomea. Haleluya. Zaburi 89 mstari wa 34. Mstari wa 34. Neno la Mungu linasema, mimi sitalihalifu agano langu, sitalibadili neno lililotoka midomoni mwangu. Amina. Biblia inasema mimi sitalihalifu agano langu, sitabadili neno lililotoka mdomoni mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yote Mungu aliyoyasema kupitia midomo yake hayatabadilika. Amen. Haleluya. Hayatafanya nini? Hayatabadilika. Yale yote yaliyotoka kwenye midomo yake hayatabadilika. Mungu aliyesema atakubariki hatabadilisha. Haleluya. Mungu aliyesema atakuinua hatabadilisha. Mungu aliyesema atabariki uzao wa tumbo lako hatabadilisha. Vile alivyosema lazima iwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Naona mtanielewa huko ninapokwenda. Samueli wa pili 22. Samueli wa pili sura ya 22 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, Mungu wa mwamba wangu, nitamwamini yeye, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu, mnara wangu na makimbilio yangu, mwokozi wangu, waniokoa na jeuri. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome Zaburi 18:30. Zaburi 18 mstari wa 30. Neno la Mungu linasema, Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa, yeye ndiye ngao yao wote wanaomkimbilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia kama inavyosema kwamba Mungu njia yake ni kamilifu, ahadi ya Bwana imehakikishwa. Yaani ahadi yake imehakikishwa. Kwa neno lingine, ahadi ya Bwana imethibitishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imegongewa muhuri ya kwamba hiyo ahadi ni ya kweli, kama tulivyosoma mwanzoni. Hiyo ahadi ni ya kweli inapomfikia mtu aliyeahidiwa kutokana na hiyo ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tuamini kwamba ahadi ya Mungu ni imehakikishwa. Kitu kilichohakikishwa
hakina mjadala tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kitu chochote kilichohakikishwa kwamba hiki kimehakikishwa, kimepitishwa kwamba ni kitu sahihi, kitu chochote kilichohakikishwa kinakuwa ni kitu nini? Sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kitu chochote ambacho ni sahihi hakina mjadala wowote. Kwa hiyo ahadi ya Mungu hatuwezi kuijadili kwa namna yoyote, kwa sababu imehakikishwa kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yeye ndiye ngao yao wote wanaomkimbilia. Haleluya. Wewe na mimi ndio tumemkimbilia. Yesu ndio ngao yetu, na ahadi yake kwa sababu imehakikishwa lazima itatimia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kuna sehemu nyingine aliandika kwamba ahadi ya Bwana imethibitishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Imefanya nini? Imethibitishwa kwa sababu imefanywa uchunguzi wa kila namna, alafu ikaonekana kwamba haina tatizo. Haleluya. Imefanywa uchunguzi wa kila namna, alafu ikaonekana haina nini? Haina tatizo. Kwa hiyo ahadi za Mungu hazina matatizo kwa sababu zimechunguzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi 134. Zaburi 134. Zaburi 134 mstari 138, sorry. 138 na mstari wa 2. Neno la Mungu linasema, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Amina. Amen. Tunaona yani ile ahadi ya Mungu, Mungu ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ameikuza ahadi yake kuliko nini? Jina lake. Huyu mtunga Zaburi anasema, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana huyu mtunga Zaburi aliona ahadi ya Bwana ikitimia kwenye maisha yake. Ndio maana akasema nitalitukuza jina lako, kwa sababu ameona kwamba Mungu amemtendea mambo makubwa kupitia yale aliyoyasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akamtukuza Mungu. Ninaamini kabisa mpaka tunamaliza kuna watu wataenda kumtukuza Mungu, kwa sababu kila mmoja ataenda kuiona ahadi ya Bwana ikitimia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu mtaenda kuona tofauti na vile mlivyokuwa mkiona. Kuna watu mtaenda kupata majibu ya nini tufanye ili tuweze kuzipata ahadi zetu, au nini tufanye ili tuweze kuzifikia ahadi zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi za Mungu ni kweli, ahadi za Mungu ni amina. Ahadi za Mungu zimethibitishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwaminifu. Kama ameweza kuikuza ahadi yake kuliko jina lake, kwa kweli tunabidi tumshukuru Mungu. Haleluya. Nilisema mwanzoni ahadi za Mungu ziko nyingi. Hata nikielezea hapa, hata tukielezea tutaelezea mwezi mzima. Lakini jua tu kwamba ahadi za Mungu ziko nyingi kwenye maisha yetu, na sio lazima zitimie zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio lazima. Kuna huyu Mungu kamgaia hii, kuna huyu kamgaia hii, kuna huyu Mungu kamgaia hile, na kuna mwingine hatuwezi kuzipata wote kwa pamoja zinazofanana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hata kwenye maisha hatufanani kwenye kila kitu. Tunaweza tukafanana kidogo, lakini sio kwenye kila kitu. Kwenye ndugu hatuwezi kufanana kwenye kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu ataishi kutokana na ahadi ambayo Mungu ameahidi kwenye maisha yake. Ila kuna zile ambazo kuna zile ambazo ni kila mtu anapasa awe nazo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kuna ahadi ambazo kila mtu anapaswa awe nazo. Haleluya. Lakini kuna zingine sio kila mtu anaweza akawa nazo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa? Amina. Nimesema kuna ahadi nyingi. Naweza tu nikaelezea ahadi chache tu. Ahadi chache kwa sababu ziko 7,000 na zaidi. Hatuwezi kuzimaliza. Ila wewe kama msomaji wa Biblia utajua kwamba hii ni ahadi, ngoja nikwambie, nataka nikueleze kitu kimoja. Biblia ina mambo matatu ninayoyajua. Na kama yako mengine basi mtumishi mwingine atakwambia. Lakini leo nataka nikupe mambo matatu ambayo yako kwenye Biblia. Biblia ina unabii wako. Haleluya. Unaposoma Biblia kuna sehemu ni unabii wako inabidi upokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ina ahadi zako. Haleluya. Kuna mahali ukisoma ni ahadi za Mungu kwa ajili ya maisha yako, inabidi uzifuatilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia pia ina kanuni na sheria zake. Haleluya. Kuna sehemu kuna kanuni na sheria. Utembeeje kwenye hizo kanuni na hizo sheria ambazo Mungu ameziweka ili ufikie mambo mawili. Ufikie ahadi na ufikie unabii wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo jua kabisa kwenye Biblia kuna unabii wako. Kwa hiyo hauna sababu ya kusubiri nabii aje hapa aanze kukutabilia. Kumbuka kwamba kwenye Biblia kuna unabii wako. Nabii haji na jambo jipya hata siku moja. Nabii haji na jambo nini? Jipya. Hakuna nabii anayekuja na jambo jipya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote wanakuja na yale yale. Haleluya. Wanakuja na yale. Tofauti na kipindi iko cha nyuma. Lakini manabii wetu wa sasa, waliokuepo sasa, sio wote, lakini baadhi wanakuja na yale ambayo hata wewe ungeamua tu kuchukua Biblia yako na kusoma, ungeshangaa unapokea unabii wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukashangaa unaenda na huo unabii wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza ukashangaa kile ambacho Mungu amekisema kupitia neno kwamba umepokea kama unabii wako kikatimia kuliko hata angekuja nabii na angekwambia. Haleluya watumishi wa Bwana. Haleluya watumishi wa Bwana. Haleluya. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kulisoma neno la Mungu. Kuna umuhimu sana wa kulitafakari neno la Mungu kwa sababu kwenye neno kuna unabii wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikueleze tena, narudia tena. Nabii hana jambo jipya. Hata akija hapa atakwambia yale ambayo tayari Mungu alishayasema kupitia neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie watumishi wa Mungu. Kama unataka kutabiriwa, tayari Biblia imeshakutabilia. Haleluya. Mbona mfurahi? Jamani, mimi huwa sinaga kile cha kusema cha kumdania mtu kwamba yani nimweleze tu mtu ili afurahi tu afu ibada ishe. Hapana. Kwamba kuna vitu tu vitatokea kwenye maisha yako kama muujiza tu pokea. Kuna kanuni za kupokea. Hii wiki tutaona hizo kanuni za kupokea. Hizo kanuni za kupata ahadi zetu wiki hii tutaziona. Lakini nikija nikikwambia hapa nikifanya sarakasi pokea na wewe ukashangilia haleluya, alafu mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu haujapokea kitu, haitakusaidia. Lakini nikikufundisha namna gani utapokea, itakusaidia kama utaamua kufuatilia. Na yenyewe inategemea wewe umeamua kufuatilia au umeamua kupuuzia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiamua kufuatilia utasaidika. Ukiamua kupuuzia utabaki hivyo hivyo. Bwana atupe neema ya kufuatilia kila tunachofundishwa. Haleluya. Madamu akikutoi nje ya Mungu, fuatilia. Alafu kuwa mchunguzi na wewe wa maandiko.
Yaani unapotoka hapa, nenda kachukua Biblia yako, kuwa mchunguzi. Haleluya. Mimi mara nyingi mtumishi akija akifundisha, narudi nyumbani nachunguza kwanza. Na kama kuna neno geni ndio nimelisikia, kwa sababu Biblia ni pana jamani. Biblia ni kubwa sana. Uwezo ukajua maneno yote kwa siku moja au siku mbili. Bwana Yesu asifiwe sana. Naenda nachunguza kwa undani ili niweze kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu atusaidie. Nataka niseme kuna ahadi nyingi kama vile nilivyosema, lakini nitazitaja tu baadhi tu. Haleluya. Alafu tutaenda kuona tu sehemu moja ambayo namna gani tutazipata hizo ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nilikuwa tu nakupa utangulizi na Mungu akatusaidie. Haleluya. Kuna aina nyingi za ahadi. Haleluya. Hata kusamehewa dhambi, hiyo ni ahadi. Nitakusamehe dhambi zako na kukuponya magonjwa yako. Hiyo ni nini? Ni ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia ukisoma Biblia kuna mambo haya matatu. Kuna unabii, kuna ahadi na kuna kanuni. Kwa hiyo ukisoma unajua hii ni kanuni au ni sheria. Ukisoma jua hii ni ahadi, ukisoma jua huu ni nini? Ni unabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunayo ahadi ya kusamehewa nini? Dhambi. Sisi wote hiyo ahadi tumeipata. Hiyo inatuhusu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo inatuhusu wote. Ahadi ya kusamehewa nini? Dhambi. Ukisoma Zaburi 103 na mstari ule wa 3. Zaburi 103. Neno la Mungu linasema akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Amina. Amen. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Hiyo ni ahadi ya wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe ukiumwa una ahadi ya kupona, lazima upone kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukabaki na magonjwa wakati una ahadi ya uponyaji. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza Yohana, sura ya kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, ile sura ya kwanza na mstari, sura ya kwanza na mstari wa 9. Yohana wa kwanza 1 mstari wa 9, neno la Mungu nasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusamehe udhalimu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinachoanza ni wewe kuziungama dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ili usamehewe na Mungu, ili uipokee ahadi ya Mungu, kuna kanuni kwamba lazima uziungame dhambi zako, ndio Mungu anakusamehe dhambi nini zako. Kwanza unatakiwa wewe uanze kuziungama, alafu Mungu ndio anakuja kufanya nini? Kukusamehe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutakuja kuona hizi ahadi za Mungu. Hizi ahadi za Mungu mara nyingi zinakwenda na kanuni. Nini ufanye ili Mungu naye afanye kwa kile alichokuahidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wengi tumeshindwa kuzipokea na kuzipata zile ahadi ambazo Mungu ametuahidia. Kuna jambo ambalo Mungu amekuahidia kwenye maisha yako mama. Kuna jambo ambalo Mungu ameliahidi kwenye maisha yako kibinti au kijana. Na bado siku zote unajiuliza maswali. Mbona Mungu amesema na sijapata hizi ahadi? Nataka nikwambie, mpaka Jumapili swali lako litakupa majibu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunayo ahadi ya kujibiwa maombi. Tunayo ahadi ya kujibiwa nini? Maombi. Haleluya. Hiko ahadi ya kujibiwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Mathayo 7 na ile mstari wa 7. Haleluya. Anasema ombeni, hiki kitu kinaeleweka, nanyi mtapewa. Kwa hiyo usipoomba ina maana haupewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye kupewa lazima utumie kanuni ya kuomba kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla hujaona unatakiwa utafute kwanza, alafu ndio ufanye nini? Uone. Tunajua watu wote kwamba kama kuna kitu ambacho ukioni na unakihitaji ili ukipate, ni lazima ukitafute, si ndio? Lazima utaangalia uvunguni, utainua makochi, utaenda makabatini na kila mahali ili ukipate kile ambacho unakihitaji, ni lazima ukitafute. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema tafuteni nanyi mtaona. Haleluya. Kama kuna kitu unakihitaji na usipotafuta, hata kama kiko tu hapa, huwezi kukipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kuna kanuni ya kupata. Kanuni ya kupata ni kutafuta. Ili upate, tafuta. Haleluya. Mwambie jirani yako, ili upate, tafuta. Na usipotafuta huwezi kupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Bisheni, mtafanya nini? Mtafunguliwa. Mlango umefungwa, unaenda kwa mtu, unataka kuingia. Kama utasimama pale, utasimama kuanzia ulivoenda. Kama ni asubuhi, utasimama mpaka jioni, kwa sababu aliye ndani hawezi akahisi kwamba kuna mtu nje, si ndio? Lakini utakapobisha, mtu wa ndani atasikia, na akisikia atakuja atakufungulia mlango. Akikufungulia mlango utafanya nini? Utaingia. Haleluya. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ufunguliwe lazima ubishe. Haleluya. Mwambie jirani yako, bisha. Kama unataka kufunguliwa, bisha mlango, bisha. Haleluya. Na kama utaona ni ngumu kubisha, basi utabaki hapo hapo. Kwa hiyo kanuni ya kufunguliwa ni kubisha. Mwambie jirani yako, kanuni ya kufunguliwa ni kubisha mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa ahadi ya kufunguliwa, lakini hiyo ahadi tunaipata pale tunapotumia kanuni ya kubisha mlango. Haleluya. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu ametupa ahadi ya ulinzi. Mungu ametupa ahadi ya ulinzi. Hili ni andiko ambalo tunalisoma sana na tunalitumia sana kwenye maombi. Zaburi 91. Tunalitumiaga sana kwenye maombi. Zaburi 91. Tumepewa ahadi ya ulinzi. Hizi ninazosema ni ahadi za watu wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi nilizoziorozesha ni ahadi zetu wote tuliomwamini Kristo, wote tuliookoka. Ulinzi ni haki yetu. Ulinzi ni haki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Soma Zaburi 91. Msomaji wangu mzuri, naomba unisomee Zaburi 91 mstari wa kwanza. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Samani, naomba usome mstari wa 10 na wa 11. Naomba. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Amina.
Amen. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitakaribia hema yako. Tumepewa hiyo ahadi. Wakati wengine wanapatwa na mabaya, wewe kwako mabaya hayatakupata, kwa sababu una ahadi ya nini? Ya ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Soma mstari wa 11. Mstari wa 11. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona, tumepewa ahadi ya ulinzi. Kama kuna kitu chochote kibaya kitatoka kwenye maisha yetu, kitataka kuja kwenye maisha yetu, hakitatupata. Kwa sababu gani? Mungu ataagiza malaika zake watulinde katika njia zote. Ndio maana unaweza ukapita mahali ukasikia kuna jambo litokea baya, lakini ukavuka salama. Kwa sababu nini? Unatembea na ahadi ya Mungu, ahadi ya ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakwenda, wengine wanapata ajali, wewe unapita salama, kwa sababu wako malaika ambao Mungu ametuahidi watatulinda. Alafu anasema katika njia zetu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akakulinde katika njia zako zote. Mabaya yoyote yasije juu ya maisha yako wewe, wala juu ya kazi yako, wala juu ya watoto wako, katika jina la Yesu. Lazima uishi kwa ahadi ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine inabidi wengine uwaforce wapokee. Haleluya. 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 Kwa sababu watu wana maswali. Watu wana maswali, lakini jua Mungu yupo na anachosema ni kweli. Haleluya. Kuna siku nilikuwa nikisafiri. Nilikuwa nataka nisafiri, nilikuwa pale Arusha. Wakati naenda kukata tiketi, nia yangu ya ndani ilikuwa nikakate tiketi kwenye gari fulani. Lakini nikapita kwenye kile kituo, nikashangaa nimefika kwenye kituo kingine ambacho sikuwa nakitaka kukata tiketi, niseme ukweli. Lakini baadaye nikajiuliza, hivi nirudi tena kule? Kwa nini nirudi kule? Na mimi nimeshafika hapa. Na haya magari yote yanakwenda Morogoro, natoka Arusha nakuja Morogoro. Nikakata tiketi. Mungu anatuma malaika zake, wanashika miguu yako, acha hapa, nenda pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu Mungu anajua kitakachotokea kesho yake ukipanda hilo gari. Nataka nikwambie, kesho nimepanda gari na kuja zangu Moro kutoka Arusha. Nafika mahali fulani. Sio mwendo mkubwa sana kutoka pale Arusha. Inawezekana tulipita Moshi labda Same hivi. Kufika maeneo yale, gari lile ambalo nilipande jana yake, nikate tiketi jana, lilikuwa limeanguka. Na sisi ndo tulikuwa nyuma tunakuja. Tukasimama pale, tukashuka. Nikamkuta mwanamke mmoja mzuri amelaliwa, amekufa hapo. Nikamwambia Mungu, nakushukuru. Ahadi yako imetimia kwenye maisha yangu. Baba, umenilinda na mabaya yote. Saizi ningekuwa nyanga na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ahadi ya ulinzi, Mungu ametupa ulinzi. Hebu soma Isaya 62 na ule mstari wa 6. Isaya 62. Jamani, kesho ndo siku yangu ya kuongelea namna gani tutakazozipata hizo ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia kesho, mwambie jirani yako kuanzia kesho. Kuanzia kesho. Haleluya. Isaya 62 mstari wa 6. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalem. Hawatanyamaza mchana wala usiku, ili wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama Biblia inavyosema, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalem. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Wapo walinzi wanaotulinda. Haleluya. Ukiwa kazini, wako walinzi. Ukiwa nyumbani, wako walinzi. Ukiwa shambani, wako walinzi. Ukiwa kwenye shughuli zako zozote, wako walinzi. Yani Mungu ameahidi, ametuwekea walinzi kila mahali. Kila kwenye kuta zetu, kila mahali tunapokwenda, wako nini? Walinzi. Hata hapo ulipokaa yuko mlinzi anayekulinda.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tena anasema watakao tulinda mchana na usiku hawatanyamaza. Umelala usiku, mapepo yanahangaika huko, wanaona moto kwa sababu kuna nini? Kuna ulinzi. Unatembea barabarani, wamekutegea mitego ya kila aina, na walio kutegea wanasubiri kwamba waone jambo baya linatokea. Wanashangaa umepita. Kwa sababu gani? Wako walinzi. Haleluya. Wako nini? Walinzi. Haleluya. Wanaotulinda mchana na usiku, wakati wote wako walinzi. Nikiwa jikoni kwangu napika, ninajua yuko mlinzi anayenisaidia. Hata lile gesi aliweze kulipuka, hata kama lina hitilafu, kwa sababu yuko mlinzi ataziba ile hitilafu na mambo yatakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Wako walinzi, hawanyamazi mchana wala usiku. Hawalali, yani wale hawana usingizi. Sisi tutalala lakini wao hawalali. Kwa hiyo tuna ahadi ya ulinzi. Hebu kaa ukijiamini kabisa kwamba una ahadi ya ulinzi, wewe mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna pepo atakaye kugusa kwa sababu una ahadi ya ulinzi. Hakuna mitego itakayo kupata kwa sababu una ahadi ya nini? Ya ulinzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Mimi watoto wangu wakinipigia simu, mama sijui nimeona nini, naambia una ahadi ya ulinzi, lala. Haleluya. Naambiaga tu, yani kifupi tu, una ahadi ya nini? Ya ulinzi. Lala usingizi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema nampa mpenzi wangu usingizi ulio mzuri. Sasa kwa nini mapepo yanisumbua wakati mimi natakiwa nilale? Na ahadi ninao ya ulinzi. Haleluya. Mungu atatulinda wakati wote. Sema amina. Mungu akakulinde wakati wote. Mungu akakulinde uingiapo. Mungu akakulinde utokapo. Mungu akalinde kazi ya mikono yako. Mungu akalinde biashara yako. Mungu akalinde mifugo yako. Mungu akalinde gari unaloliendesha. Wakati wengine watapata ajali, gari lako litapata ajali. Hata kama lina hitilafu, Mungu atatengeneza ile hitilafu. Utakuja kushangaa baadaye kama tumepaki, kumbe ile gari lilikuwa lina hitilafu. Huyo ndio Mungu wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana akawalinde wote. Usiku na mchana Bwana akalinde. Wakati wengine wanapata mafuriko, wewe utapata mafuriko kwa sababu una ahadi ya Bwana ya ulinzi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mwaka jana, zile mvua za mwaka jana ziliharibu sana mazingira. Watu wengi walipata mafuriko. Nataka nitoe ushuhuda. Kule Kionda kwa mama yangu, nyumba zote maji yaliingia ndani. Watu wakawa wanazoa maji, wanatoa nje. Maji yamejana, hakuna mwaka uliotokea kama hivyo. Nataka nikwambie, nyumba ya mama yangu peke yake maji hayajaingia ndani. Hayajaribu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale wasionifahamu, mimi ni mtoto wa mama moja anaitwa Bibi Aneti ambaye mko naye hapa kanisani. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo maji hayajapata nafasi. Kwa sababu gani? Mungu anaagiza malaika zake. Mungu anasema maji yaingie kote, lakini hapa no. Kama alivyowafanyia wana wa Israeli. Misri yote ilipata shida, lakini lile taifa teule Bwana alikuwa upande wao. Hakuna aliyepata shida. Bwana kaa upande wako wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe sana. Maafa yoyote yanayotokea kwako hayatatokea kwa jina la Yesu. Haleluya. Hakuna uharibifu utatokea kwenye maisha yako. Hakuna uharibifu utakaotokea kwa watoto wako, kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Haleluya. Biblia
Biblia inasema Mungu yuko upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wako, hakuna aliye juu yako. Usiogope, hakuna kibwengo, hakuna makata, hakuna kijamkwela, hakuna mtu yeyote atakaye kubabaisha. Tembea kifua mbele, mwambie Mungu, mimi niko na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. 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 Nasikia upako ya watu wanalindwa na Mungu hapa. Watu hawatakufa hapa kwa jina la Yesu. Vifo ambavyo watu wengine wanavitengeneza, wewe mtu wa Mungu uliokuwa mahali hapa, hutakufa kwa sababu una ahadi ya ulinzi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Mungu akakutengenezea njia pasipokuwa na njia. Wakati wote ukavuke, ukapate kuwa salama. Watoto wako wakapate kuwa salama. Ndoa yako ikapate kuwa salama. Kila kitu chako kikapate kuwa salama katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mungu wetu anatupenda sana. Mungu anatulinda wakati wote. Mungu anatutetea wakati wote. Unajua kama tungeona Mungu angekuwa anatuonyesha vitu tunavyopitia, tungeogopa. Ndio maana vingine Mungu hatuonyeshi. Unajikuta tu umevuka salama. Yaani ungekuwa unaendesha gari, afu kuna ule mtikisiko, kumbe kuna lijamaa limekaa pale. Ungeliona katika ulimwengu wa roho, ungeliangusha hilo gari. Ndio maana Mungu akaamua kufanya nini? Kutuonyesha, lakini kwa msaada wake anatuvusha nini? Salama. Kuna vitu vya kutisha sana kwenye ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema tunaishi kwa nguvu za nini? Kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Yaani vitu vyote tunavyotembea ni njia tu ya imani. Imani tu ulionayo ndio inakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ahadi ya kuponywa magonjwa. Ahadi ya kuponywa nini? Magonjwa. Tunayo hiyo ahadi ya kuponywa magonjwa. Yeremia 30:17. Yeremia 30:17. Yeremia 30:17 neno linasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambao hapana mtu autakaye. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa ahadi ya uponyaji. Tumepewa ahadi ya nini? Ya uponyaji. Unapojiona kuwa ni mgonjwa, kumbuka unayo ahadi ya uponyaji. Kwa hiyo usiogope huo ugonjwa, kwa sababu hautaweza kukuzuru, kwa sababu unayo ahadi ya nini? Ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni ugonjwa gani, haijalishi ni tatizo gani, haijalishi madaktari wamesema nini, wamekupangia kufa lini, kwa sababu madaktari huwa wakati mwingine wanawapa watu yani pressure kabisa, yani mtu anaona leo ndo unaondoka, unaambiwa hivi, au ndugu zako wanaambiwa baada ya siku 28 au siku 24 huyu mtu ampo naye. Muombeeni tu, mpeni tu upendo. Mpeni. Sasa unatoka hapo unaanza kulia. Unaanza kulia. Wakati unalia ndo unamwangamiza. Wakati unalia daktari amekupa jibu ndo unajiangamiza, yani unapolia ndo unajiangamiza kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unatakiwa wakati ule unaisimamia ahadi ya Bwana kwa ajili ya neno la uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akatupa hiyo neema watu wote. Haleluya. Pale panapotokea tatizo, tujue nini cha kufanya kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Mathayo sura ya 8 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Unaona? Yesu alishachukua magonjwa yetu.
Kwa hiyo tunayo ahadi ya uzima. Hii ni ahadi ya kila mtu aliyeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahadi yako, ahadi yangu. Kila mtu aliyeokoka ni ahadi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hospitali nenda, madaktari watakupa dawa, pima vipimo vyote. Lakini kuna vitu nilikuwa nafundisha kwa habari, kuna siku nilikuwa nafundisha kwa habari ya nguvu ya ulimi. Nguvu ya nini? Nguvu ya ulimi. Biblia inasema mauti na uzima viko katika uweza wa ulimi. Nao waupendao ndio watakula matunda yake. Kwa hiyo kuna mawili, chagua uzima au chagua mauti. Kwa hiyo unapokwenda kwa daktari, kuwa makini sana. Daktari anasema nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa makini sana. Daktari anatamka nini? Madaktari wengi huwa ndo wanaua watu sana kwa maneno tu wanaoambiwa. Kwa mtu anaondoka na lile daktari lilolisema. Lakini mtu wa Mungu, usiondoke na daktari analolisema. Ondoka na ahadi yako. Mungu itazame ahadi ya Mungu kwa kile daktari alichokuambia. Wewe badilisha afu tazama ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna siku nilikuwa na mdogo wangu mmoja. Tukaenda hospitali fulani kumpeleka mama pale Dar. Tulipofika ile hospitali ni maspecialist wa sukari. Kwa sababu lile liroho la sukari limeshatanda pale. Kwa hiyo kila atakayefika pale anaambiwa ana sukari. Kwa sababu lile liroho tayari liko pale. Na wao hawana makosa, wao wanatumiwa. Kwa hiyo wewe inabidi uwe mjanja kwa sababu wewe umeokoka na una roho wa Mungu. Usipokee kila kitu unachoambiwa na ukakikubali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipofika tu kwa daktari, daktari akasema mama una sukari. Mimi na mdogo wangu tukasema mama ana sukari kivipi? Umejuaje wakati hujampima? Akasema nimeona tu midomo yake imekauka. Yaani akasema ni kwa kumwangalia midomo yake imekauka, kwa hiyo ana sukari. Mimi nikaanza kukemea moyoni. Nikamwambia daktari, sikiliza moyoni mwangu. Mimi ninapindua mamangu ana sukari na wala hata kula dawa za sukari kwa jina la Yesu. Kumbe na yule mdogo wangu naye anakemea kwa ndani. Mdogo wangu alichosema, kwa sababu ni mwongeaji sana. Daktari, huyu ana sukari, huyu anahitaji maombi tu. Ndio alichomwambia. Alimwambia huyu hana sukari, huyu anahitaji maombi tu daktari. Ila mimi nilikuwa nakemea kwa ndani. Kwa hiyo akamwandikia dawa zake za sukari. Miaka kama 4 iliyopita. Nilipofika nyumbani kwa sababu mama ni mzee, yeye anapokea tu anachoambiwa na daktari. Tukamwambia mama, wewe una sukari. Daktari akusema hivyo. Ilibidi tutumie neno la hekima na kumuondoa ile katika akili yake kwamba yeye ana sukari. Paka leo mamangu hajawahi kunywa dawa za sukari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kona sisi tusingekuwa na uelewa, mama angeanza kunywa dawa za sukari toka siku ile mpaka leo. Na hata leo akienda kupima hana sukari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Shetani akitaka kukuchezea na kuchezea vizuri, lakini wewe simamia ahadi. Simamia nini? Ahadi. Hata kama utaambiwa unakufa leo, wewe simamia ahadi. Sitakufa, mimi nitaishi nikasimulie matendo makuu. Bado Mungu, muda wangu haujaisha, haujafika wa kufa mimi. Kataa. Simamia ahadi. Ukisimamia ahadi nakwambia utaona kila kitu kiko sawa. Kwanza utasahau habari ya kuumwa. Hivi mimi kweli nilikuwa naumwa? Hivi mimi nilikuwa hivi? Utasahau. Ukisimamia nini? Ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi tunashindwa ni kwa sababu tunashindwa kusimamia ahadi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanasema mtumishi tumekuelewa? Haleluya. Tutasimamia ahadi, si ndio? Mwambie jirani yako simamia ahadi. Mwambie ukisimamia ahadi kila kitu kitakuwa shwari. Hautahangaika, hautateseka, hautasumbuka. Kwa sababu gani? Umeisimamia ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu Mungu anasema ahadi zake ni kweli tena ni amina. Na anasema kwamba yeye ahadi yake haibadiliki. Kama haibadiliki, kwa nini unaogopa ugonjwa ulioambiwa na daktari unaanza kutetemeka? Kwa nini unauogopa?
Yaani unatakiwa ugonjwa ukuogope. Ugonjwa ufanye nini? Ukuogope. Yaani matatizo yanatakiwa yatuogope, sio sisi tuyaogope. Watu wengi tunaogopa matatizo. Watu wengi tunaogopa magonjwa, tena yenye majina makubwa. Kuna siku ukisoma kwenye Biblia Yesu alishindwa kuwaponya wenye magonjwa makubwa. Si waliponywa wote? Walioamini, waliotaka kuponywa. Kuna sehemu tena inasema waliotaka kuponywa waliponywa. Na wewe ukitaka utapona. Ila usipotaka utakufa. Na kama hujafa utabaki hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kama basi Mungu aliamua tu uwe mwiba wako kama vile wa Paulo, basi sisi wengine hatuna la kufanya nini? La kusema. Lakini ukijua kabisa hiki kitu kinaweza kuondoka, ng'ang'ana mpendwa, mwambie jirani yako ng'ang'ana. Kama Mungu alikusudia iwe hivyo, basi sisi wengine hatuna cha kufanya nini? Cha kusema. Acha mapenzi ya Mungu yafanye nini? Yatimizwe. Ila kuna wakati sio mapenzi ya Mungu, jamani, tuseme ukweli. Kuna wakati ni mapenzi ya shetani, mapenzi ya wanadamu. Lakini sisi hatutayatimiza mapenzi ya shetani ya wala wanadamu. Tuyakatae, tena tuyakatae kwa nguvu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna siku binti yangu moja, binti yangu wa kwanza, mimi napenda kutoa mifano hai ambayo mimi mwenyewe ndo ninaiishi. Mara nyingi najua ndo inakuwa mizuri zaidi, si ndio? Binti yangu akanipigia picha mikono yake. Akaniambia, mama, mikono yangu imeharibika, imekatika na inauma sana, siwezi kufanya kitu chochote. Akaenda hospitali. Nikamwambia bibi yake, mama yangu. Mama akaniambia inaweza ikawa ni fungus kwenye mikono. Nikamwambia nenda hospitali kwanza. Tuanzie hapo, alafu tutajua nini cha kufanya. Tuanzie kwanza kwa daktari, alafu tutajua nini cha kufanya. Akaenda hospitali. Daktari akamwangalia, hakumpima, hakufanya, ni yale tu siku zote. Akamwambia hiyo ni zaidi ya fungus. Nataka nikwambie alimpa mtoto wangu dawa za kansa. Kwa sababu yeye ni mfamasia. Alivyoziona zile dawa akashangaa sana. Yaani akashangaa. Kwa nini daktari kanipa dawa za kansa? Maana akamwambia hiyo ni zaidi ya, akampa dawa za kansa. Sasa akawapigia wenzake aliosoma nao huko Bugando. Akawatumia zile dawa. Akamwambia praise, usitumie hizo dawa. Akasema hiyo sio kansa, usitumie hizo dawa. Nikamwambia mwanangu, kaa tulia. Linaisha. Linafanya nini? Linaisha kwa sababu tuna ahadi ya uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo tunakwenda kulimaliza kwa jina la Yesu. Nataka nikwambie mikono yake sasa iko soft bila dawa kwa jina la Yesu. Nilikuwa naomba naye usiku, naomba naye asubuhi, naomba naye mchana, paka mikono ikakauka, ikarudi. Yaani ulikuwa ukimshika kama kama ngozi ya nini? Wadudu gani wale? Ngumu. Yaani ukimshika ni kama hiyo ngozi hivyo. Nikamwambia hii tunaimaliza. Nikamwambia hizo dawa zitupe. Na kwa sababu wewe mwenyewe umesoma unaelewa, akazitupa. Sasa ndio unakwenda mtu ambaye huna maarifa ya kimungu, unakunywa zile dawa, ndio zinakumaliza. Ndio zinafanya nini? Zinakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Paka leo binti yangu mikono imerudi soft kabisa. Na hayumi tena, anafanya kazi zote. Hata ukimpa jinsi lako gumu analifua. Alikuwa hawezi hata kufua enga chifu afui, hawezi. Na vidole vilishaanza kulika. Na nikamwambia, "Le badilisha hiyo mikono yako." Itamrudia yeye. Na Bwana akafanya. Bwana akakufanyie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana ni vizuri kuzishikilia ahadi za Mungu. Nilimwomba Mungu kutokana na ahadi zake. Nikadai haki ya uponyaji kwa mtoto wangu. Nilidai na haki ya uzao wangu. Baba, ulisema utawaponya watoto wangu. Mungu ulisema utabariki watoto wangu. Mungu ulisema utawainua watoto wangu.
hawezi akainua mtoto wangu akiwa na ulemavu. Nilikataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akanisaidia kwa neema yake, akapona. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu ni mwema. Anasema anatusamehe maovu yetu na kutuponya magonjwa yetu. Bwana akakusamehe kama kuna uovu wowote uliofanyika ukapata huo ugonjwa, na pia ukapone kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uzima ni haki yetu. Afya ni haki yetu. Afya ndio kila kitu. Ukiwa na afya unaweza kufanya mambo mengi, unaweza kufanya miujiza mingi, lakini ukiwa mgonjwa huwezi kufanya chochote. Na shetani ndio anachotaka tulale chini. Lakini hakuna atakayelala kwa jina la Yesu. Hakuna atakayezalilika kwa jina la Yesu. Hakuna atakayeaibika kwa magonjwa kwa jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Amina. Bwana asifiwe. Tunazo ahadi za Roho Mtakatifu. Tumepewa ahadi ya Roho Mtakatifu. Yule tunaomlingia leo, ile ni ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliahidiwa na Bwana Yesu kwamba yeye atakwenda, lakini atatuletea msaidizi, si ndio? Yeye atakuja, ndio mwalimu wetu, atatukumbusha yote, atatufanyia mambo mbalimbali. Ile ni ahadi, na hiyo ahadi ilitimia, na sasa tumeipata na tunaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Matendo 1 na ule mstari wa 4, hebu tuangalie. Matendo 1 mstari wa 4. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Mstari wa 5. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Amina. Anasema kwamba aliwaambia baada ya Yesu kurudi akawakuta hapo Yerusalemu, akasema subilini, musubiri ile ahadi ambayo niliwaambia. Yani Yesu alishawaambia kwamba atakuja Roho Mtakatifu. Mimi acheni niende kwa Baba, lakini nitawaletea msaidizi, si ndio? Alishawaambia. Kwa hiyo akawa anawakumbusha kwamba subirini hapa muipokee ile ahadi ambayo nilikwisha kuwaambia. Haleluya. Ni ahadi ya Roho nini? Mtakatifu. Hebu tuone basi walimpokea huyo Roho hao. Yesu aliongea tu. Matendo 2:33. Matendo 2:33. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Amina. Alivyo naniwe akamwaga, akaitoa ile ahadi, na tunaona ukiendelea kusoma huko kwingine tunaona kanisa lile la kwanza walivyoipokea ile ahadi, Roho Mtakatifu alivyowashukia, matendo makuu ya Mungu yalivyofanyika na mambo mbalimbali yalifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuna ahadi ya Roho Mtakatifu ambaye anaishi na sisi, anakaa ndani yetu, na huyu ana kazi kubwa sana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kama umeokoka haujaipokea hiyo ahadi, nataka nikwambie lazima uipokee hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu. Hiyo ni ahadi. Hiyo ni lazima kwa kila aliyeokoka. Haleluya. Haleluya. Umebatizwa kwa ubatizo wa Yohana Mbatizaji, sasa ubatizo kwa ubatizo wa Yesu. Haleluya. Ahadi nyingine ni ahadi ya uzima wa milele. Tunao uzima wa sasa na pia kuna uzima wa nini? Wa milele. Hiyo ni ahadi. Tunao uzima huu wa sasa tunaouona, lakini tunayo ahadi ya kufikia ule uzima wa nini? Wa milele. Sasa ndugu yangu, nataka nikwambie, kaza mwendo. Kaza nini? Mwendo, ili uifikie hiyo ahadi ya kurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tunayo ahadi hiyo pia kutoka kwa Mungu. Hiyo tutasoma Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 8.
Bwana Yesu asifiwe sana. Timotheo wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 8. Kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utaua ufaa kwa mambo yote. Yani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ya ule utaokuwapo baadaye. Amina. Amesema tunayo uzima wa sasa na ule utakaokuja. Tunayo ahadi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hiyo ahadi inategemea juhudi zako wewe za kumtafuta Mungu. Haleluya. Juhudi zako wewe za kwenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Juhudi zako wewe za kuishi maisha matakatifu. Juhudi zako za kutoishi katika matendo ya mwili, bali uishi katika matendo ya Roho. Ndio maana nilisema hivi, Biblia ina mambo matatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina unabii, ina ahadi na ina kanuni. Haleluya. Ili urithi uzima wa milele, kuna kanuni unatakiwa uzifuate ili uweze kuurithi uzima wa milele, ili uweze kuifikia hiyo ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kuzifuata hizo kanuni, hakuna uwezekano wa kuifikia hiyo ahadi ya uzima wa milele. Mungu atupe neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuweze kufikia katika ule uzima wa milele. Haleluya. Maana Yesu alisema mimi nakwenda kwa Baba, naenda kuandalia makao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu atupe hiyo neema ya kuweza kuishi maisha matakatifu na ili tuweze kufikia uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya kufikia ahadi ya uzima wa milele ni wewe kuishi maisha yanayompendeza Mungu, kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona kwenye ile Galatia 5 anasema matendo ya mwili ni haya tena ni dhahiri. Uasherati, uchafu, ufisadi na nini na vitu kama hivyo vilivyoorodheshwa kama. Tume Paulo anasema nawaambia mapema kama nilivyokwisha kuambia, watu watendao mambo ya jinsi hii kamwe hawatarithi nini? Ufalme wa Mungu. Kwa hiyo lazima utembee na kanuni. Ukitaka hiyo ahadi kufikia uzima wa milele, wapendwa, matendo ya mwili tuachane nayo. Matendo ya giza tuachane nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hakuna somo gumu kilieleza kwenye makanisa kama somo la utakatifu. Hakuna anayependa. Hakuna anayependa. Yaani unaeleza nini wewe? Hii dunia tunaishi. Hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Tena anayekwambia ni mpendwa. Ndugu yangu, Mungu alisema, alimwambia Ayubu, mwangalie Ayubu mtumishi wangu ni mtu mkamilifu. Wapo wakamilifu. Wao ukisema hakuna mkamilifu ni wewe peke yako. Wako wakamilifu. Na hatukamilishwi siku moja wapendwa. Kukamilishwa ni hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini? Hata kama unamwona mwenzako anafanya majanga, ni hatua, ipo siku tu atagundua, hatakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tukizungumzia matendo ya mwili, kuna watu hawapendi. Yaani hawapendi kabisa na unawaona kabisa. Sio hapa. Nyinyi ni watu wazuri kwa sababu mna mchungaji mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye pia naye hapendi hayo mambo. Haleluya. Lakini ukienda sehemu zingine, wafundisha matendo ya mwili, watu watakukasirikia hata sikio sadaka watoi. Tunasema ukweli. Unajua hizi ni zama za ukweli, si ndio? Kwa sababu siku zenyewe tulizonazo huku duniani ni chache. Hatujui Yesu atakuja lini. Kwa nini watu tusiambiane ukweli? Lazima tuambiane ukweli ili mwisho wa siku tuweze kufika wapi? Mbinguni. Haleluya. Yohana wa kwanza nataka nimalizie. Yohana wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 25. Nataka nimalizie alafu kesho tutaendelea na somo lingine. Yohana wa kwanza sura 2 mstari wa 25. Na hii ndiyo ahadi aliyotuahidia. Na hii ndio ahadi aliyotuahidia. Ni ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani uzima wa milele. Umeona uzima wa nini? Wa milele. Lakini nataka kuambia kuna kanuni ya kuweza kuifikia hiyo ahadi.
Mungu atusaidie. Ahadi ya baraka. Mungu ametupa ahadi ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wote tunatakiwa tubarikiwe jamani. Ahadi ya nini? Ya baraka. Wafilipi 4:19. Tunamalizia, ndio unamalizia yani. Wafilipi 4:19 neno nasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake. Amina. Katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Amina. Mungu atatujaza kwa kila tunachokihitaji. Hizo ni baraka. Na hii ni ahadi ya kwamba sisi tujazwe na kila tunachokihitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi 84:11. Zaburi 84 mstari wa 11 neno wa Mungu linasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, Bwana atatoa neema na utukufu, hata wanyima kitu chema hao waendao kwa ukamilifu. Mungu hata kunyima kitu chema kama unaenda kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hata kosa kukupa baraka kama utaenda kwa ukamilifu. Maana nimeshasema toka mwanzoni, kila kitu kina kanuni, na ahadi za Mungu kuzipokea zina kanuni. Ukienda kwenye ukamilifu utazipokea baraka za Bwana. Mungu akupe neema ya kutembea katika ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akupe neema ya kutembea katika ukamilifu ili uweze kuzipokea baraka za Mungu. Haleluya. Kuna baraka nyingi. Kuna baraka ya uzao. Mungu amesema anabariki uzao wa matumbo yetu. Mungu hawabariki wote katika uzao wenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna hapa atakayezaa mapooza kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wetu watakuwa heri kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watoto wetu, kama Biblia inavyosema kwamba watoto wetu watafundishwa na Bwana na amani ya watoto wetu itakuwa nyingi. Basi Mungu akawafundisha watoto wako. Kuna wakati hauko na watoto wako, wako mahali fulani, wako mashuleni, wako makazini, huko wanakutana na walimu tofauti. Mungu akawaepusha na hao walimu tofauti. Mungu akapate kuwa ndio mwalimu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kila mmoja anapenda kuona mtoto wake akienda katika njia njema. Basi na mimi ninatamka mtoto wako ataenda katika njia iliyo njema. Haleluya. Na utafurahia uzao wa tumbo wako. Biblia inasema watoto wako watakuwa heri, watakusanyana, watakupa hiki, watakufanyia kile, na ikapate kuwa kwa jina la Yesu. Ikapate kuwa kwa jina la Yesu. Na wewe ambaye bado una mtoto, kwa sababu ni mzazi mtarajiwa, Bwana akakukumbuke katika neema hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kabisa hakutakuwa na usumbufu juu ya watoto wetu. Haleluya. Sina neno la kusema, lakini ninamshukuru Mungu. Mungu amenisaidia sana kwa habari ya watoto wangu. Haleluya. Mungu amenisaidia sana kwa habari ya watoto wangu. Na ndio maana napenda kila mwanamke, kila mwanaume, kila mzazi, watoto wake wakakae katika mstari wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikiaga uchungu sana nikiona watoto wengine hawaeleweki na ni watoto wa watakatifu wa Mungu. Roho huwa inaniuma. Basi Mungu atusaidie, na sisi wazazi wote Mungu atupe neema kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wetu wakapate kuwa vichwa na wala sio mkia. Watoto wetu wakapendwe na watu wote. Watoto wetu wakafanikiwe. Watoto wetu wakapate kibali waingiapo na watokapo, na mambo yao yote yakafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Wewe mama, wewe baba, naomba upokee hilo. Amina. Mungu abariki sana sana. Mimi leo nimeishia hapa. Naomba niombe, nimshukuru Bwana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana kwa maana umekuwa mwema na umekuwa mwaminifu siku ya leo katika madhabahu hii. Nilikuomba na watumishi wako wameomba. Nami Mungu nakushukuru kwa yale ambayo nimeyaongea mahali hapa. Baba, ninaomba
haya maneno yakapate kuwa na baraka kwa kila mmoja aliyefika mahali hapa. Na Mungu, lile ambalo nimelitamka Bwana kwa baraka, basi kila mmoja akalipokee na likatendeke kama ahadi zako zinavyosema. Baba, utupe neema tena siku ya kesho tuje tena tukajifunze zaidi kwa undani namna ya kuzipokea hizo ahadi ambazo Mungu umetuahidia. Na wenye maswali wengi Mungu wakapokea majibu yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na kuamini katika uweza wako. Amen.